ya jaji kuwa na sheria kali bila huruma kwa watu hawa watu hawastahili huruma jamaa, hawastahili huruma, maana yake wanatuharibia population, wanatuharibia watoto, wanaharibu future generation. Wakiwa watawachiwa huruma watafika mpaka wapi? Ikiwa mtoto ameiba Said Mira pale, umri wa huyu atapigwa, auliwe, atiwe moto. Ikiwa mtoto kama anakwenda bucha pale akaiba nyama robo kilo, atapigwa, auliwe. Leo mtu anakuja hapa, anakuja kulawiti mtoto kama huyu, watu wanamwachia ni mtu mzima kama huyu aliyefanya hivi. Subhanallah, mimi angalieni umri wangu, ni mtu kama mimi, hata nafikiri amenishinda kwa umri. Mtu mzima kabisa, mtu mzima, subhanallah. Labda ni 70 anafika umri wake. Nimemwangalia hivi hata mimi mwenyewe nikaona haya, macho yangu yakaenda chini. Ni mtu ambaye hata uwezi kutegemea kufanya jambo hili. Hao ndio watu ambao wanategemewa sisi mababu, ni wakulea wajukuu, tunategemewa kuaminiwa na hao watoto. Ikiwa sisi tutafanya jambo kama halo, katika hao watu wane waliotajwa, huyu mmoja, huyu mzee ambaye ni mlinzi pale na mwenzake pia mlinzi pia aitwa Babu Maalim, kuna Babu na kuna mmoja Rasta. Huyu Rasta serikali pia ni kocha wa mpira. Hebu niambieni hawa makochi hawa, juzi chama cha makochi kimekuja hapa ikakemea sana, mwingine huyu ashatokeana. Je, wangapi ambao wameharibiwa na hawa makochi? Na je, makochi wangapi wako katika mtindo huu? Hatusemi makochi tu, walimu wa madrasa, walimu wa shule, maimamu wa msikiti, viongozi wa makanisa pia washatajwa wote humo ndani katika mambo kama haya. Kwa hivyo jamani, tunaomba inshallah umma utokee kesho, muje, hiyo ni step ya kwanza. Baada ya hapo tushikamane kupambana na jambo hili. Huyu mtoto akiwa ni wako, si wako, ujue kitachomfuata wewe kitampata mwanao. Yeye ashaathirika jirani, na yeye akiwa hivi atakuwa mkubwa, ataeneza jambo hili kwa watoto wengine, na mtoto wako anaweza kuwa mmoja wao. Kwa hivyo usikae kwa nyumba yako kwenye usalama ukasema mimi mtoto wangu hajapatwa na hiki kitu, shauri yake huyo. Ujue kwako itafika. Jamii ikiharibika, jamii huharibika yote, hairibiki moja. Na sisi lazima tushikamane, tuondoe jambo hili inshallah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaliweza inshallah. Amen. Nikiongezea, naomba hii familia ipate subra, na sisi tunajua kama anti-LGBTQ movement tutasimama na wao. Tutasimama na wao, na kwa amri ya Mungu hii kesi tutashinda na haki itapatikana. Kwa sababu imekuwa ni uzoefu mbaya sana. Sasa imekuwa ni uchafu ambao unaenea left, right and center. Watu wazima wale ambao tunafikiria wanaweza protect watoto, ndio watu wazima ambao wanakuja kuumiza watoto. Jamani, serikali yetu ya Kenya, tunaiomba sisi kama anti-LGBTQ take a step further ya kushughulika na hizi kesi. Hizi kesi zinazidi kututia machungu, na hizi kesi zitatufikisha mahali sisi wenyewe tutaingia kwenye hasara. Maana ikizidi itabidi tuchukue action nyingine, maana hii imekuwa too much. Hichi kilio kimekuwa too much. Asanteni sana. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget. Wanaume watatu wamefikishwa katika mahakama ya Mombasa wakishtakiwa kwa kumlawiti mvulana mwenye umri wa miaka 15 katika eneo la Ganjoni, kaunti ya Mombasa. Washtakiwa hao ambao ni Shukri Aden, Abdalla Omar Athumani ajulikanaye kama Babu, na Salim Chege almaarufu Rasta wanadaiwa kutekeleza kitendo hicho siku tofauti baina ya Agosti tarehe 15 na Agosti tarehe 25 mwaka wa 2025. Walipofika mbele ya hakimu mkazi Green Odero, washukiwa Shukri Aden, Abdalla Omar Athumani kwa jina jingine Babu, pamoja na Salim Chege almaarufu Rasta, walikabiliwa na mashtaka ya ulawiti pamoja na kutekeleza kitendo kisichofaa dhidi ya mtoto kinyume cha sheria kuhusu dhulma za kimapenzi. 15 mwezi wa 8 2025 na 25 mwezi wa Agosti 2025 hapo Ganjoni uliweza kutenda kitendo cha aibu na mtoto kwa kuguza sehemu yake ya makalio. Kweli ama si kweli, Abdalla Omar? Kweli. Washukiwa walikanusha mashtaka hayo. A plea of not guilty is entered on behalf of the first accused as to the alternative charge. A plea of not guilty is entered on behalf of the second accused as to the main charge. A plea of not guilty is entered on behalf of the third accused person as to the main charge. A plea of not guilty is entered on behalf of the third accused as to the alternative charge. Mahakama iliagiza kesi hiyo itajwe Jumanne mwezi Septemba tarehe 9 mwaka 2025 kwa maelekezo zaidi.
Upande wa mashtaka ulieleza kuwa uchunguzi ungali unaendelea na ushahidi zaidi utatolewa kabla ya tarehe ya kutajwa tena kwa kesi hiyo. Wakati huo hakimu aliagiza kwamba washukiwa wasalie korokoroni wakisubiri uamuzi wa mahakama kuhusu iwapo watapewa dhamana. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa. Nitazungumzia issue ya ubakaji iliyotokea hapo mtaa jirani Ganjoni kama wiki 3 nyuma. Japo nilikuwa sitaki kuiongelea kwa sababu wahusika wote ni watu tunawajua. Ila wanasemaga kama kesi iko kotini si ya kuongelea, lakini mimi siongelee upande wa kotini, mimi naongelea upande wa jamii. Kwanza mimi nilionaga YouTube wabakaji sijui Mombasa, but nika save nika scroll, but niliona sura pale moja na nijuu kasema taangalia siku nyingine. Sasa kuna angalia, alafu pia kuna channel moja ikawa inahoji au nini maactivist wanaopinga LGBTQ Baraki police station pale nikaona familia yake pale ya huyo mtoto alibakwa, ndo nika connect dots na nikafuatilia video nyingine nikaona hawa usika wako kotini, nika connect dots. Sitaki kusema ni kweli ama si kweli kwa sababu sikuwa, kwa sababu hata kama mtoto mwenyewe anasema ni fulani na fulani, mmoja wale maactivists anasemaje yule mtoto nini akili yake kidogo haiko sawa, na kweli sitakataa. Yule mtoto mimi namjua binafsi, japo jina lake talistiri, nalijua mpaka familia yake, mamake, hata babake, ingawa babake yani sitaki kupenda kugusia sana huko, ila familia yake mtoto najuana nayo kabisa, na hata hao usika wote wananijua, japo sio wanangu, kwa sababu watu wanapenda kuchanganya kuna kujuana na kwa marafiki. The fact that tunajuana imaanishi sisi ni marafiki. So kama kweli mtoto naye akili yake iko sawa, what if ni mistaken identity? Naona but pia sitaki kukataa mtoto amedanganya. Hapo inabidi sasa kufanya uchunguzi wa kina. So uende kawa ni kweli au si kweli. Ikaenda si kweli, pengine sio anasema naye mtoto kidogo hayuko sawa akili. Ni kweli hiyo inaweza thibitisha mtoto kidogo, lakini si atajielewi hivyo. Ni kidogo yani ile. Mimi naona watu wengi machizi ni vile tu. Mimi wasema machizi wengi siku hizi, machizi wengi yani ni ile sijui ni waitwa nafiki ama ni vipi yani. Machizi wengi siku hizi ni watu tunavaa nguo. Mimi mwenyewe nishaitwa chizi. Mpaka kina Abdi wale kikosi cha wauaji waliniita chizi. Na wakati mwingine walikuja dukani wakasema yule chizi pia twende naye, wakasema mmoja akasema huyo hata tuna haraka naye. So watu wengi yani ni machizi ambao tunavaa manguo. So staki uende kawa si kweli kwa sababu hiyo, but uende kawa ni kweli uende kawa si kweli kwa sababu mtoto kidogo akili, but ni mtu anajielewa mpaka anavaa nguo. Wengi ni machizi lakini hatujui kama ni machizi. Ni mtu anavaa nguo na anakunywa chai, anafanya mambo yake. Yani mtu ni mtu anajielewa. Unaona? Seti ni mtu pia chizi hivyo. So mtoto pia siwezi pingana naye hivyo sana. Upande wengine ukawa ni ukweli kwa sababu gani? Yule mtoto na wale wahusika walikuwa na mazoea. Wote walisa ndio maana pia sikushangaa kwa sababu naambiwaje? Mdani yae anaweza kawa ndiye na mdani yae si anaweza kawa ndiye. So sikushangaa nikizingatia kwamba wale wote wana mazoea na yule mtoto. Unaona yule rasta yule, nyinyi mnamuita rasta. Yule aitwa rasta. Hiyo zile rasta za juzi yule. Yule atashia kuchezea Congo Boys yule. Unaona? Nyuma huko. Yuko anapewa hiyo story yani. Kwa siku muona akichezea Congo Boys. But wale ambao walikuwa nasoma nao, watu tuko nao mtaani, ambao walikuwa akicheza Congo Boys. But namjua alikuwa kocha. Hiyo kocha anaweza thibitisha. Na namjua mimi kama kinyozi. Unaona hizo nywele hizi? Mara mwisho kunyoa ndo alinyoa. Na kuna kitu hapa nitawaambia hapa. Kusikiza nafsi yako. Instinct vile inavyokuambia. Instinct. Kuna energy fulani unaweza ipata
inakwambia fanya hivyo. Na mimi mara nyingi huwa sijui ni karama ama ndio hiyo instinct, sijui ni talent, ni gift pia nimepewa nyingine. Mimi mara nyingi ukisikiza instinct yangu wewe unaniambia ukweli. Yani huwa hicho kitu kinatokea ama kunatokea kitu fulani yani. Kwa sababu gani? Yule jamaa mimi nilikuwa na plan kwenda kunyoa. Nilikuwa nanyoa kwa sababu kuna mali kuwa siku huko duniani. Sio nilipokuja nikasema ile nianze fresh hapo kinyozini kwake. Tena nakumbuka yeye pia akaniambia mambo kama na rituals kiaina, sijui nguo zilizokuwa nazo huko likokuwa nini, kama vipi choma ufanye useme sijui sielewa tena. Lakini mimi sikufanya hivyo. Hata hizo nguo pia naona bado ziko nilizokuwa nazo huko nilikokuwa. Unaona? But hata yule jamaa wa mimi of late before hiyo situation itokee, ikigongana naye mtaani yani staki yani nikaribia yani. Sema kweli yani nilikuwa nataki kama mahali yapita. Unajua kuna fulani yule sijua mimi tena mimi mtu wa watu friendly shona. But ilikuwa yani hata kimuona nampotezea na yeye pia nataka nipotezee yani. Kumbe yani jamani shona. Na hata hiyo kutoka nilikuwa nataka kwenda kunyoa but nafsi yangu kama ina sita fulani hapo. Yani kama nafsi yangu yani yenyewe ilikuwa imemkataa, lakini sijui nafsi yangu inamkataa kwa nini. Ushaona? Kwa sababu hata wakati hiyo nanyolewa ilikuwa last year mwezi wa 7. Tarehe sikumbuka. But nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili. Bila kama saa 3:30 hapo. Ushaona? Na kuna siku nyingine before hiyo kunyolewa, huyo mtoto nilipata hapo kwa hicho kinyozi na dada yake mkubwa wake. Japo huyo dada pia na mkubwa wake ambao ndo second born na kuna mwingine ambao ndo first born. Kwa ile video Mbaraki police station ni wako wote pale. Ushaona? Sasa alafu mimi najiuliza kama anaweza fanya dogo hivyo. Je, yule dada aliacha salama kweli? Dada aliacha salama kweli? Aya. Hicho kinyozi sitasema, sije mkaenda mkaribu hapo alafu ikawashaona. Bata na kinyozi hapa mtaani. Yule mzee yule kwa mtuma yule dogo sigara. Zoana na yule dogo. Naona mtuma. Tena yule mzee ana familia yake Kibokoni. Kwa nini nasema hivyo? Kuna madha fulani atokaga Kibokoni. Wewe yani huyu pia mita yake Ganjoni huko mita yake. So kuna mchongo alikuwa anafanya ambayo kidini ni haramu. So yule mzee kama anamuonya nini afanya nini, unaona? Watoto mpaka yule bi mkubwa wanakuja mpaka hapo wanakaa na huyo mzee, unaona? Ndio nikajua hapo wanahusiana hiyo familia tuka Kibokoni. Pale wale haraka alikuwa mtu ameanza kumtuma. Sasa huyo mzee alikuwa anaanza kutuma dogo sigara. Mimi dogo nishamuzia sigara tumwa mzee. Yule Msomali yule. Hiyo jina sijui hata jina nimesahau. Yule Msomali yule mwenye udazi yule. Yule pia kwanza yule ni mnoko wewe. Somali na wanoko kweli. Yule na pia alikuwa mtu madogo sigara. Unaona? So mzee yani hao watu wote ilikuwa kuna vile yani kama nafsi yangu imewakata fulani. Kusema ile ukweli. Kwa huyu Msomali mnoko akija dukani sijua zile za kinoko wale wateja wanoko wale wateja yani wataka wale wateja ambao unajua kuna wale watu ambao wanahisi wewe unawahitaji sana kushinda wao. So wakipata opportunity ya kukomoa kama vile wakupata dukani wanakukomoa kikweli, wataka kukomoa kikweli kweli, unaona? So ile mzee alikuwa na hizo. Lakini na mimi nampeleka na giani. Napeleka na gia yake yani. Japo yani simfokei, simfanye nini yani. Sijua kila mtu ishi na yeye vile alivyo, lakini hivyo kila mtu ishi na yeye vile alivyo. Lakini hao wote sijakorofishana nao, sijaifanya nini yani kifupi yani. Hata kama nampeleka na gia zake, so sema hata yani ni ile kujifanya mdwanzi yani, na mimi najifanya mdwanzi yani kilivyo yani.
lakini wote sije kurufishana nao, but nafsi yangu kuna vile ilikuwa na wakataa kila mmoja. Huyu mzee baada kumwambia yule madha wa Kibokoni sijui biashara nini yani, alafu namuona yuko karibu na madha fulani hapa mtaani alikuwa akifanya pote akaritaa, huyo madha mnoko penda lengesha watu kwa polisi sana. Noko sana. Shona. Kwa sababu kama unatembea na mwizi, wewe pia ni mwizi. Japo wengine huenda kweli wewe sio mwizi, kuna guilty by association. Mtaani huko Likoni kuna dogo kauawa kwa sababu hiyo guilty by association, anakwenda sheshe. Ajuazi hao ni machizi tu mtaani, hata kukitokezea noma na baka. Kimenuka yeye yuko pia kwenye hilo kundi. Yeye anambia wale hakutaka kuelewa. Wasema boda hawakutaka kuelewa, ushaona? Dogo wakatunaivu, ni mchezo tu, ni dogo alitunaivu. Ushaona? So kuna hizo. So kama alikuwa anaona mzee anajiassociate kidogo sana na yule madha ambaye ni mnoko hapa. Sasa hapo hivyo nimemkataa hivyo. Ushaona? Yapo tukikutana nini? Babu. Si mnaona pale nickname yake eti imekuwa babu. Ndio iko hivyo, ndio itwa hivyo yani. Hata nikikutana naye babu. Sasa pia sikushangaa kwa sababu mnamdhani yeye ndiye. Za kwa sio ndani yake si anaweza kaande. So sikushangaa sana. Alafu kama Adam mwenyewe alizengua kina Daudi kina nani. So hakuna mtu ambaye aizengua. Alafu nilikuwa nataka kuzungumzia kuna katika ile video pale wale wanaharakati. Kuna mmoja asemaje? Mtoto wa mwenzako kama amefanywa kitu, wewe unaona kapotezea yani si mimi, but kesho ni wewe. Angalia sasa kama huyu mzee familia yake ya Kibokoni na wewe Mombasa mtaa gani unaongoza kwa hizo sifa za shoga. Naona? Naelewa ile point wale wanaharakati vile na make sense. Naelewa? Na binafsi kuna wakati nilikuwa natoka mazoezi. Nifika hapo Kanontaza. Jamaa kageuza kwenye ile roundabout, anatoka huko. Anatoka Ganjoni hivyo. Mimi natoka huku railway na cross hivyo naenda Ganjoni, natoka Ganjoni pale Kanontaza. Sio cross Imo Avenue wapande hivi kama enda Pembe za Ndovu. Nasikia anaitwa bwana. Mimi najuazi ni demu kwa sababu ana ile sauti ya Siguna ni vile kama demu, yani aigiza. Unajua kuna ile kuigiza. Sauti yake ilitoka copyright. Vidze. Mimi ni msenge. Nataka tuwe marafiki. Wewe unanifumua. Shinda mambo gani? Alafu mimi wana majaribu mengi yani ya kila aina. Sasa kama msenge yani pia nataka aniingize kwenye hicho chama chake kama msenge kama huyu sasa liko. Nikamwambia mimi cheki. Hata kama sijaifumuana na mwanaume na mume hata kama demu mwenyewe sijaifumuana naye mimi tangu nizaliwe. Lakini mambo hayo bwana bora yeye njichue. Kujichua nao sitadanganya. Mimi najichua sana. Kwa sababu kama sijichui ndio ndambi kujichua, lakini ingekuwa sijichui ingekuwa naingia kwenye majaribu kama hayo, mapoko hao, mamalaya hao, ingekuwa pengine nimeingia kwenye mitego yao. Unaona? But kama upoko unaambia kuna uhusiano kati ya umalaya na uchawi. Moja mbinu watu wachawi wanatumia ni umalaya. Alalaye na mwanamke nafsi zao zimeunganika. Yaani hiyo ni topic ya siku nyingine. Lakini ile kama hapo kumalizia hapo kwa yule mwanaharakati alivyosema, leo ameharibika huyu, kesho ataribika mwingine kwa sababu huyu naye atenda inaweza. Sasa kama mzee familia yake ya Kibokoni, ina maana yeye atoka Kibokoni, unaona? Analeta ushoga. Japo si eti endo ameleta ushoga. Kama yeye nakwambia nikutana na mwingine. Yeye yuko kwenye gari. Kueleza wale watu wa kwa karibu. Wananiambia ungelipiga mawe. Mimi wanakutana na majaribu sana. Sasa nimpige mawe pale aniite mwizi. Utakosa nini kweli mimi si mwizi? Mimi nipige mawe pale. Sawa, asiniite mwizi. Pige mawe pale. Mbona umepiga gari ya mwenzako mawe? Najitetea vipi? Kwa sababu ni mshoga. Na hii Kenya kuna kitu tunaambia. Hii Kenya ni pesa. Angalia, wenye wako jela wengi ni maskini. Yaani ni innocent na maskini.
innocent na maskini ambao hawakuwa na hela. Kwa sababu amini, wale watu wangekuwa na hela, wale watu wangekuwa nje wale. Kwa nini? Turudi kwa yule mtoto. Second born wake. Kwa chichuza mtaani ana mtoto, but yule mtoto nilivyoambiwa alipataga akiwa under 18. Sasa kama alipanda under 18 na huyo muhusika hayuko ndani, kwa nini? Yaliongelewa yakaisha hivyo hivyo. Yule mtu alikuwa faa pia awe ndani. Shona huyo muhusika. Naona Kenya hii pesa na wanyonge. Hauna pesa jela, hauna, wewe ni maskini jela, innocenti jela. Ndio kaambiwa huku nje ndio ma criminal wako kibao. Naona kwa hivyo mimi yule jamaa yeye msenge ingepiga mae ingenilemewa, kwa sababu hata mimi matatizo yamenipata mwaka jana. Yaani mimi always ndo nadulumiwa. Na wami before yani ni react kitu wani megizuia sana. Sasa hata yule kutompiga mawe ni ile self control. Mimi na self control ya jusa. Toka nzaliwe mpaka saa hii sijafumuana. Nani mwingine yaweza hiyo control, hiyo self control? I'm the closest human being to being perfect. The closest human being to being perfect katika hii dunia saa hii. So mimi before ni react lakini mimi huwa hata mimi nikizenguliwa, mimi nikikosewa ndo naonekana mwenye makosa. Unaona? Lakini huwa nachukulia ni fresh, dunia yenyewe haiko fair. So sitaki kusema ni yule mzee ndo analeta ushoga hapa Ganjoni, kwa sababu shakupa scenario kama hii, but hiyo uelewe, yani mtu mmoja akiharibika ataribu na wengine. Naona? So hilo ndo jambo mimi nilikuwa nataka kuongelea. Alafu sasa yule mtoto alikuwa anaachiwa chuo. Sasa mtoto mpaka anakaa na watu wazima. Angalieni watoto wenyu wanacheza na kina nani. Hiyo ndo point yangu muhimu. Watoto wenyu wanacheza na kina nani, wanakaa na kina nani? Anatoka nje saa ngapi? Anarudi nyumbani saa ngapi? Kwa sababu yule mtoto saa nyingine mtoto akiekwa geti kali atakuwa zuzu, masimu, ma PlayStation, manini. But afadhali awe zuzu kama wewe hakuna vile unaweza mcontrol. Kama hujui utamcontrol vipi akiwa huko nje, afadhali umweke ndani awe zuzu. Kuliko haribie mtoto wako. Maana wazazi wengi hamna muda na watoto wenu. Mnasema mnatafuta pesa, mnatafutia watoto wenu. Mnatafutia watoto wenu. Watoto wenu huko nje wanapotoka kimaadili. Kwa sababu mmeachia jamii, asiyefunzwa na mama anafunzwa na nani? Ulimwengu. Mmeachia jamii wadelee watoto wenu. Jamii yenyewe ndio hiyo siku hizi. Unaona? Jamii yenyewe yaminiki. Mzazi mwenzako fai kumwamini mwenyewe kwa mtoto wako. Wacha jamii, mzazi mwenzako mwenyewe. Ndo jamii ya leo ambayo tuko leo. Dunia leo ambayo tuko leo. So, tuwe waangalifu na watoto wetu. Kuna msemo unasema eti kuzaa sikunya, lakini mimi anasemaje? Sawa kuzaa sikunya, lakini sawa usisahau kulea ndo kazi. Ndio maana wengi kuzaa wanazaa, wanatupa watoto, wanatelekeza watoto. So wengine hawatupi watoto, but ukiangalia ni kama wamewatupa kuzaa, wana muda nao. Naona tutenge muda na watoto wetu katika kila hatua ya maisha yake. Hata ikupeleka mtoto boarding, wengi wanaharibika maboarding school. Katika kila hatua mtoto anayokuwa unafaa ujue, ndo hata kibadilika utaona hapa mtoto wangu hapa ameanza kubadilika. Udongo utauhai ungali maji. Na kwa sababu pia samaki mmoja akioza wasema anaozesha wanaoza wote, sio? Na kama yule msenge aliniambia ati na msenge wangu na basha wangu kiboko na mwingine chuda. Ndona
So ilishatoka Kibokoni, sasa imespread huku nje, iko Kibokoni peke yake tena. Ushaona? Hata Kibokoni uende shangae ukisikia kwamba yani kiwalisia ikawa yani ikiwa kwamba Kibokoni umepungua ushoga kushinda mitaa mingine. Unaona? Kwa sababu hata nikiwa shule nakumbuka primary kuna moja pale ilikuwa ana tuktuku. Aliyekaga sijui kama bado wanapeleka hiyo tuktuku. Ameweka on ya trailer kudadeki. Alivyoona sifa. Ilikuwa kiamba huyu ni msenge primary, ilikuwa akija hapo shule. Sijui hata alikuwa anakuja kufanyaje. La yeye shuleni kulikuwa kuna kuja watu wengi, but sasa hivi kumekuwa mpaka askari wa mchana, yani kuingia ni wingi hivi. Na mbona ni msenge? Hata kuna jamaa alitoka Central huko Kikuyuni. Baadaye miaka kama 2017 ananiambia hichi ni kisenge huo. Sasa alikuwa anaona kama sijui. Kumbe mimi nishasikia stories zake tangu primary. So yani jamii yani imepotoka yani. Tuwe waangalifu na watoto wetu. Hilo ndio nilikuwa nataka kusema. Kwenye ile point ya wale jamaa wale. Kwa sababu mtoto asingekuwa na mazoea na wale, wangemwingiliaje? Na kama mtoto asema walimkuta na anajikuna sana, maana asingesema. What if wale watu wana magonjwa mabaya jamaa? Kuzasi kunya, lakini kulea ndo sio mchezo kudadeki. Hata yule Bahati chokora, lakini amekulia kwenye children's home, alikuwa kwenye uangalizi fulani. Unaona? Na ukimwona mwenzako ana vigitabia fulani, yani mwangalie kwa jicho fulani. Kwa sababu mimi naamini hawa watu sasa, kama wewe ni msenge, ina maana wewe ni mwanaume lakini unataka mwanamke. Sasa angalia hizo sifa za kike hizo utakazozipata. Umbea, fitna. Naona? Husda. So jua wanawake wenyewe wapendani. Hata ule angalia mwanamke wote muulize atakwambia. Naona? Kama kavia fulani. Yapo sio kila aliyevia ni msenge. Yani hata hizo sifa zote yani. Si ati connect dot moja kwa moja. Huyu ni mbea, huyu fitna, husda basi ni mbea. Hiyo ikufanya yani umwangalie kwa jicho lingine yani. Umtathmini kwa makini yani. Si ati uanze kumjaji tayari ni msenge sijui nini. Huyu ana tabia za kimama. Hata Mungu pia alikuwa na sababu zake hao mama kuwaumba na vile walivyo. Ndio maana huwa si support yani mtu kumwambia mwenzake utabia za kimama umvia nini. Hawa mama pia ni strong. Wafikiri pia kwani kuzaa huko ni mchezo? Wao pia ni strong. Leo kumuita mwenzako kumwambia mwenzako tabia za kimama ama na umama. Hiyo ni kumdhalilisha. Ni kumdhalilisha huyo mama kwa kumdhalilisha yeye. Unapomdhalilisha yeye wamwambia ni mama, pia umemdhalilisha huyo mama kwa sababu huyo mama wewe mwenyewe mtoka kuzaa. Shaona? Wewe umezaliwa na mwanamke. Ila tuwe makini. Mimi naamini msenge anaweza kupatikana popote. Ndio maana hata jela inaaminika ni kwa watu wale tough, lakini yamejaa hayo mambo na sidhani kama ni crime. Au ndio ile hata mtaani tunaambiwa hata madawa ya kulevya ni crime, but hata jela yako. Ndio maana hata pengine sijui kama lakini msenge ni crime huko. But hata jela yamejaa haya mambo. Kwa hivyo tutoke kwenye ile dhana kwamba mtaa fulani ndo yako. Imesambaa kwenye jamii yote kiujumla. Kwa sababu watu si tu kwamba wamefungiwa mahali fulani pamoja kama wajela. Ni watu wanatembea. So tabia zao wanaenda wakiambukiza wenzao. Tuwe makini.